na likawa translated kwa uwepesi ili liweze kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu watu wetu wengi ni wapenzi wa utumiaji wa mitandao. Kwa hiyo ni lazima jarida lenu liingie kwenye mitandao ili lisomwe na watu. Lakini pia nyinyi mnafahamu Watanzania wengi sisi tuko bize kutafuta maisha na wengi hatujishughulishi kusoma. Kwa hiyo lugha yenu ni lazima iwe lugha itakayowafanya watu waweze kuielewa kwa urahisi. Lugha nyepesi. Lakini niendelee kutoa shukurani na pongezi kwa mamlaka mbalimbali ikiwemo NEMKI, Bonde la Ziwa Victoria, taasisi mbalimbali za afya ya mimea na wadau wote kwa namna ambavyo tunashiriki kikamilifu katika uhifadhi wa Ziwa Victoria, na hususan changamoto ya magugu maji ambayo hivi karibuni yamejitokeza, haya magugu mapya ambayo hayakuwa katika mipango yetu. Kwa hiyo kazi iliyofanyika ni kazi kubwa, lakini pia kazi hiyo bado ni endelevu, na wajibu wa kuhakikisha Ziwa Victoria linakuwa safi wakati wote, sio tu kwenye magugu, ni wajibu ambao taasisi zetu zote ni lazima tuendelee kushirikiana, ikiwemo na watu wa NEMKI. Lakini magugu maji ambayo tunayazungumzia hapa, takriban sasa tunapambana zaidi ya mwezi wa 3, ni magugu maji ambayo yakiachwa kuendelea yataleta madhara makubwa sana ndani ya Ziwa Victoria. Na rais wetu ametoa mkopo wa bilioni 2.1 kwa ajili ya wafugaji, mkopo ambao hauna riba kutoka benki ya TADB. Kwa hiyo endapo magugu yataachwa, moja ya madhara ni kwamba magugu yakishatanda juu, kwa hiyo samaki hawawezi kupata hewa, watakufa. Lakini nilikuwa nawaambia watu wa Bonde kwamba Wizara ya Maji haiwezi kujitoa kwenye swala la magugu maji, kwa sababu kwanza ni custody yake kupitia Bonde, lakini pili, sisi tunao mradi mkubwa sana wa maji. Miradi zaidi ya 3 inafanyika hapa Mwanza, ukiwemo mradi wa maji wa Butimba ambao ni mradi wa bilioni zaidi ya 70, na maji yanachukuliwa ndani ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo magugu yakishaenea ikaziba ziwa lote, maana yake yale magugu yataingia kwenye injini zinazosukuma maji kwenda kwa wananchi. Wananchi watalalamika uchafu wa maji, lakini pia nyinyi mamlaka ya maji mtakuwa kila siku mnasema leo hatuwezi kusukuma maji kwa sababu injini zetu zimeharibika. Lakini wasafirishaji nao tunavyo vivuko vyetu 3 pale Sengerema. Lakini mkoa huu ni mkoa ambao maji ya Ziwa Victoria ni 53%. Kwa hiyo unapozungumzia hifadhi ya Bonde la Ziwa Victoria, unazungumzia uchumi wa mkoa wa Mwanza, unazungumzia uchumi wa kanda ya Ziwa, unazungumzia uchumi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hata hili Ziwa Victoria asilimia kubwa liko Tanzania kuliko nchi nyingine. Kwa hiyo likishaathirika, maana yake Tanzania imeathirika. Sekta ya usafirishaji imeathirika, sekta ya uhifadhi mazingira inaathirika. Ndio maana NEMKI wanaingia hapo, lakini pia wavuvi wanaathirika. Sasa madhara ni makubwa sana. Kwa hiyo umuhimu wa elimu hii kwa wananchi ni kubwa sana. Kwa hiyo ninapoleo zindua jarida lenu, ninawapongezeni sana mwenyekiti wa bodi na watendaji wote, kwa sababu mmefanya jambo zuri sana. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba tuweke jarida hili katika njia mbalimbali za kuona, kusikia na kusoma, kwa sababu ni njia kuu ambazo zinatumika katika mawasiliano ya umma. Kwa hiyo niwapongeze pia NEMKI na taasisi ikiwemo Bonde, kwanza kwa jitihada zile za kuweka fedha kwa ajili ya usafi wa Bonde. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumshukuru sana Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa William Lukuvi,
mawaziri wa kisekta, ikiwemo Wizara ya Fedha, ikiwemo Wizara ya Maji, ikiwemo Wizara ya Mazingira ya rafiki yangu Masauni, ikiwemo wizara nyingine ya Ujenzi ya Mheshimiwa rafiki yangu Abdalla Ulega, kwa sababu sasa wameona umuhimu mkubwa, lakini pia Wizara ya Uvuvi ya dada yangu Ashatu Kijaji na mbunge wetu wa Misungwi Mheshimiwa Mnyeti. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa sababu wamekubali proposal yetu, serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo yote haya yanayofanyika maana yake ni katika kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Mwanza, kuhakikisha wananchi wa kanda ya Ziwa, kuhakikisha Watanzania kupitia Ziwa Victoria wanaendelea kunufaika na rasilimali ya maji, rasilimali ya samaki, lakini pia uhakika wa usafiri kupitia Ziwa Victoria. Lakini pia SGR imeshafika 60%. Itakapofika hapa, maana yake cargo zote zinazotoka Dar es Salaam zinaletwa kwa SGR, zinaingia kwenye meli, zinaenda Bukoba, zinakwenda maeneo mengine. Kwa hiyo ninachokusudia kusema hapa ni kueleza umuhimu wa Ziwa Victoria, ni kueleza umuhimu wa bonde la Ziwa Victoria. Endeleeni kuimarisha, sio tu magugu maji. Wako wengine wanalima ndani ya mita zile zinazokatazwa kisheria. Nendeni, fanyeni operation. Mita ngapi? Mita 60. Fanyeni operation. Msisubiri watu wameshajenga nyumba ndio tunaenda kuvunja. Tusisubiri watu wameshalima mazao yao ndio wanasema hekima itumike. Hekima inatumika pale ambapo sheria hakuna. Sheria inapokuwepo, kila mwananchi anatakiwa kufuata sheria. Pale kanuni, kama kuna kanuni kwenye shughuli yote ile, kwanza sheria inatumika, lakini pia kuna kanuni zinazo supplement sheria, kuna utamaduni, kuna mila, kuna mazoea, halafu ndio unasema hapa jamani kanuni hakuna wala sheria hakuna. Kwa hiyo sasa hekima ifanye nini? Itumike. Tuache mchezo wa kuacha sheria pembeni, kanuni pembeni, halafu unasema busara itumike. Busara inatumika pale ambapo sheria na kanuni haziko wazi au hazielezi, ziko silent au hazijaeleweka vizuri au hazipo kabisa. Kwa sababu tusipoendeshwa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa kanuni, huo ndio unaitwa uhuru. Bila sheria ni fujo. Na changamoto, taasisi nyingi pia wanaacha kando sheria, wanasema tutumie busara. Hao watu sasa wameshajenga nyumba zao milioni 100. Kwa hiyo wito wangu, bonde mita 60 tufanye operation. Kama hamna boti, njooni, nitawaambia boti ya polisi wapo, wekeni maafisa wenu, kagueni mipaka yenu yote, ili baadaye msije mkashangaa kwenye eneo lenu la bonde ambalo nyie ndio mnahusika nalo watu wameshalima vilimo vya kila aina.